Karma haimlipi yule tu ambaye ametenda ubaya, inamlipa yule hata ambaye aliona ubaya unatendwa akakaa kimya. Msikae kimya wakati ubaya unaendelea kushamiri. Mtu mmoja mwenye hekima back in days alisema, sio kwamba ubaya una nguvu kuliko wema, isipokuwa watu wema wamechagua kukaa kimya wakati ubaya unashamiri. Msichague kukaa kimya wakati ubaya unashamiri. Polisi, salama wa taifa, jeshi, chagueni uadilifu na wema. Chagueni uadilifu na wema. Ni kitu gani cha thamani kwenu kuona wadogo zenu, ndugu zenu, jamaa zenu wanaanguka chini kama karanga? Nani amekwambia huo ni ukamanda? Nani amekwambia huo ni ukakamavu? Mkakamavu ni mtu ambaye ni mwadilifu katika moyo, ambaye anaweza akaacha kazi kwa sababu ya haki. State attorneys, msitengeneze kesi za wanaamini wao wanasheria wa serikali hao. Msienjoy kutengenezea watu kesi za uongo, mkaweka watu magereza. You will pay also. Majaji wa mahakama kuu, hakuna mtu mwenye imani na mahakama. Nimeona leo tamko moja la Legal Human Rights Center wanasema kwamba iundwe tume ya kijaji. Nikauliza, majaji wapi? Jaji mkuu Masaju. Kumjua Mungu sio kwenda kila sabato kanisani asubuhi na kukaa kiti cha mbele. Kumjua Mungu ni kupractice matendo ya Kristo, na wewe ni muamini wa Kristo. Ni bora ukavua wa ujaji mkuu kama uweze kurudisha heshima ya mahakama, kama uweze kurudisha uadilifu wa mahakama. Kila mahali pako compromised. Maana yake kila mahali pakiwa compromised, society inakata tamaa. Society ikata tamaa, itaanza kutafuta haki yenyewe. Mtaharibu nchi, na sio mtaharibu, mmeshaharibu nchi. Nawashukuru sana kunisikiliza watu wote. Mungu awabariki sana. Msiname moyo. Mtamuona Mungu, mtamshangaa Mungu na mtamshukuru Mungu. Poleni sana, asanteni sana. Mungu awabariki. Karma haimlipi yule tu ambaye ametenda ubaya, inamlipa yule hata ambaye aliona ubaya unatendwa akakaa kimya. Msikae kimya wakati ubaya unaendelea kushamiri. Mtu mmoja mwenye hekima back in days alisema, sio kwamba ubaya una nguvu kuliko wema, isipokuwa watu wema wamechagua kukaa kimya wakati ubaya unashamiri. Msichague kukaa kimya wakati ubaya unashamiri. Polisi, salama wa taifa, jeshi, chagueni uadilifu na wema. Chagueni uadilifu na wema. Ni kitu gani cha thamani kwenu kuona wadogo zenu, ndugu zenu, jamaa zenu wanaanguka chini kama karanga? Nani amekwambia huo ni ukamanda? Nani amekwambia huo ni ukakamavu? Mkakamavu ni mtu ambaye ni mwadilifu katika moyo, ambaye anaweza akaacha kazi kwa sababu ya haki. State attorneys, msitengeneze kesi za wanaamini wao wanasheria wa serikali hao. Msienjoy kutengenezea watu kesi za uongo, mkaweka watu magereza. You will pay also. Majaji wa mahakama kuu, hakuna mtu mwenye imani na mahakama. Nimeona leo tamko moja la Legal Human Rights Center wanasema kwamba iundwe tume ya kijaji. Nikauliza, majaji wapi? Jaji mkuu Masaju. Kumjua Mungu sio kwenda kila sabato kanisani asubuhi na kukaa kiti cha mbele. Kumjua Mungu ni kupractice matendo ya Kristo, na wewe ni muamini wa Kristo. Ni bora ukavua wa ujaji mkuu kama uweze kurudisha heshima ya mahakama, kama uweze kurudisha uadilifu wa mahakama. Kila mahali pako compromised. Maana yake kila mahali pakiwa compromised, society inakata tamaa. Society ikata tamaa, itaanza kutafuta haki yenyewe. Mtaharibu nchi, na sio mtaharibu, mmeshaharibu nchi. Nawashukuru sana kunisikiliza watu wote. Mungu awabariki sana. Msiname moyo. Mtamuona Mungu, mtamshangaa Mungu na mtamshukuru Mungu. Poleni sana, asanteni sana. Mungu awabariki.
Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninasema hivi, Mheshimiwa wabunge, nyie mko wengi, nyie mna kura, nyie mna maamuzi, kuna mawaziri huko wa nyanja zote, saidieni hili taifa. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, kila mtu analia. Tuna mashehe gereza la Arusha, tuna mashehe Dar es Salaam, tuna mashehe Songea. Unapoweka viongozi wa dini kwa miaka 4 bila kumaliza mashauri yao, unajenga enmity ya kidini. Hawa watoto wao na wajukuu wao waliokaa kimya hawana maana kwamba wamekuwa wajinga. Kuna siku wataamka, na siku wakiamka itakuwa ni hatari sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Kibiti, nauliza lini tumeona jeshi la polisi limeita press conference ya kusema mambo ya Kibiti? Watu wamekufa, watu wanapotea. Hawa watu walitakiwa wapeleke mahakamani, wasomewe mashtaka, wahukumiwe. Leo hakuna. Mimi ni Mkristo Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaogopa uadui unaojengwa kati ya Waislamu na Wakristo. Wako mashehe 85 karibu kule Arusha, mwaka wa 4 watu wamekatwa miguu, upelezi hujakamilika. Huu uadui unaojengwa, waheshimiwa, nyie mnaweza mkasaidia nchi hii. Nyie mko wengi, kuna mawaziri, kuna profesa, na namna ya kusaidia nchi hii ni kupuuza vyeo na mshahara against dignity. Dignity ni sababu kubwa. Dignity, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni sababu kubwa. Leo kesa kumwambikiza Mheshimiwa